Karibuni tena Gunners XG, naitwa Mani Mohamed. Tuko hapa kuizungumzia mechi ya Liverpool dhidi ya Arsenal iliyofanyika kwenye uwanja wa Anfield. Hii ni mechi ngumu sana kwa upande wa Arsenal, lakini nafikiri hata washabiki wa Liverpool au wale wadau wa Liverpool wote wanafahamu pia ni mechi ngumu kwa upande wao. Matokeo ni suluhu ya mabao 2-2. Kwanza nianze kwa kusema kwamba ni suluhu ambayo ilistahiki kuwa suluhu, lakini tutauchambua mchezo huu na tutaangalia baadhi ya performance za baadhi ya wachezaji. Tutaanza na takwimu kama kawaida yetu. Kwanza niseme ulikuwa ni mchezo wa half mbili. Half ya kwanza ilikuwa ni Liverpool na half ya pili ilikuwa ni Arsenal. Kimbinu mchezo huu Liverpool waliamua kwamba hatutaweza kwenda sambamba na Arsenal katika ule mchezo wa pasi. Kwa hiyo walikuwa wanapiga pasi refu, wanafanya mashambulizi ya ghafla na hawamiliki mpira sana, kwani mpaka kufikia half time, japokuwa Liverpool ilicheza vizuri kuliko Arsenal katika kipindi cha kwanza, mpaka kufikia half time Arsenal ilikuwa na ball possession ya 61%. Lakini possession ambayo haikuleta madhara yoyote kwa upande wa Liverpool kwa sababu hawakufanya mashambulizi makubwa mengi. Shambulizi pekee naweza kulikumbuka ni lile la mwanzo wa mchezo ambapo Arsenal walipata free kick na Liverpool wakaamua kuweka mtego wa offside. Arsenal na mchezo kama tunavyoelewa kwamba wanakaa offside. Mpigaji wa free kick anaponyosha mkono, wachezaji wa Arsenal wanarudi kukaa kwenye onside, ndio free kick inapigwa. Kwa hiyo the timing, Arsenal wanaainisha ni wakati gani free kick itapigwa. Bila shaka Liverpool wamelisoma hilo na wakaamua kwamba itakapopigwa free kick wao watatoka, ili wale watakaporudi watazidi kuwa offside. Kweli wachezaji kama 6 hivi wa Arsenal walikuwa offside, lakini mpira ulikwenda kwa mchezaji ambaye alivunja offside, naye ni Bukayo Saka, ambaye ilikuwa ni one hell of a chance. Bukayo Saka akaitoa nje, lakini hawakurudia tena kosa hilo Liverpool. Baada ya kufanya mara ya kwanza hawakufanya tena zilipotokea set play nyingine. Kwa upande wa pasi, tukianza pamoja kiujumla katika mchezo, Arsenal ilikuwa na pasi 447 dhidi ya 355 za Liverpool. Kati ya hizo 283 ni sahihi kwa upande wa Arsenal na 244 ni sahihi kwa upande wa Liverpool. Kwa hili ni la kueleweka kwa vile Arsenal kama nilivyosema walitawala possession, lakini si kama ambavyo walitawala mpaka mwisho wa mchezo. Haikubaki kuwa ile 61 kwa 39, ilikuja kubadilika na tutalieleza hilo. Kwa upande wa miguso, yani touches inside the opposition box, ile mipira ambayo imegusa, Arsenal imegusa mara 36 sawia na Liverpool mara 36. Kwa upande wa maingizo ya kwenye eneo la wapinzani, yani ni mara ngapi timu imeingia kwenye final third ya opposition, Arsenal imeingia mara 48 dhidi ya 41 za Liverpool. Kwa hiyo kidogo Arsenal imeshambulia zaidi kwa ujumla wa mchezo. Tukiangalia pasi ndefu, Liverpool ilitumia zaidi pasi ndefu, kwani ilipiga pasi 45, 17 tu ndo zilikuwa sahihi kati ya hizo, huku Arsenal ikiwa na pasi chache kidogo ndefu 39, kati ya hizo 14 zikiwa sahihi. Kwa upande wa cross, Liverpool wamepiga cross 11, 2 tu zilikuwa sahihi, na Arsenal imepiga cross 14, 5 kati ya hizo zilikuwa sahihi. Kwa hiyo slightly Arsenal ilikuwa na better quality cross na more crosses katika mchezo. Na katika upande wa dribble na successful dribble au dribble pass, Liverpool imefanya 9 tu, 3 tu kati ya hizo ndio wamefanikiwa, huku Arsenal ikifanya dribbles 21 na kufanikiwa katika dribbles 10. Kwa hiyo kitakwimu unaona kwamba slightly mpaka hapo slightly superior. Kuna nyingine zaidi tunazizungumzia, nazo ni takwimu zetu za kawaida. Hizi si takwimu za kawaida tunazozungumzia, lakini takwimu zetu za kawaida, ya kwanza ni XG, expected goal, magoli tarajiwa. Liverpool ilikuwa na 2.39 dhidi ya 2.58 ya Arsenal. Mashuti sahihi ni 5 kwa upande wa Liverpool, 7 kwa upande wa Arsenal, huku Arsenal ikipiga jumla ya mashuti 15 against 14 ya Liverpool. Nafasi kubwa za magoli, timu zote mbili zilipata nafasi 4. Duels, Arsenal ilishinda 40 kati ya 68, huku Liverpool ikishinda duels 28 tu.
na ile umiliki wa mchezo mpaka mwisho wa mchezo. Tumesema mpaka half time ilikuwa ni 61 kwa 39, lakini mpaka kumalizika kwa mchezo ni 56 kwa 44. Liverpool imepandisha sana umiliki wa mchezo wao baada ya kutolewa kwa Mikel Merino kwenye dakika 79 na mchezo ulikuwa na dakika za ziada 5. Kwa dakika 16 za mwisho Liverpool walimiliki baada ya Arsenal kuamua kudrop na kucheza low block na kushambulia kwa counter attack 2, na ili kulinda suluhu ile kwa vile walikuwa 11 against 10. Liverpool imepata kona 3 dhidi ya 1 ya Arsenal, lakini hakuna kona iliyoleta madhara yoyote. Kwa hiyo ndio kwa upande wa takwimu. Kwa hiyo kitakwimu Arsenal ilikuwa timu bora zaidi kwa kiwango si kikubwa sana, lakini ilifanya vizuri zaidi. Labda pamoja na kufanya vizuri, sasa kwa nini ni suluhu? Sababu kuu ya msingi ni finishing. Ile nafasi ya Bukayo Saka inge make difference, na nafasi nyingine kadhaa ambazo zilitokea. Sasa tuingie kwenye magoli. Goli la kwanza Arsenal walilala nasema kwa sababu mpira ulitoka nje. Arsenal hawakujiorganize, hawakujipanga kujaribu kuzuia mpira wa kurushwa na kujipanga kwenye defense. Mpira ukarushwa na kumfikia nafikiri Robertson ambaye alipiga cross, na Gakpo alikuwa hakuangaliwa, alikuwa kati ya Saliba na center back wa pili ambaye ni Kivio. Kwa hiyo akapata free header unchallenged na kuandika bao la kwanza ambalo ni uzembe wa timu kutojitayarisha wakati mpira unataka kurushwa. Yaani walipoteza ile hali ya umakini wakati ule. Kwa hiyo Liverpool ikaandika bao la kwanza, bao ambalo wakiwa uwanja wa nyumbani liliwapa nguvu sana. Sekunde 90 baadaye zilipigwa pasi kadhaa maridadi kabisa na Liverpool kuandika bao la pili, na Arsenal walionekana kuwa second best katika move ile katika kila eneo mpaka goli kufungwa. Kwa hiyo half time mpira ulikwenda, Arsenal ilikuwa nyuma kwa bao 2-0. Worst player on the pitch mpaka kufika half time alikuwa ni Ben White. Nadhani nilizungumza huko nyuma kwamba Ben White is a hell of a defender. Ni mchezaji mzuri, very versatile player, sio tu defender, lakini very versatile. Anacheza center back, anaweza kucheza midfield, anaweza kucheza full back, na ameshafanya hivyo katika career yake katika timu mbalimbali zilizochezea. Lakini tangu amerudi baada ya kufanyiwa operesheni, Ben White bado si mchezaji yule ambaye tulikuwa tunamfahamu, na jana alikuwa ana struggle sana na pace, mbio. Sifahamu ni kitu gani kimetokea kwenye miguu ya Ben White, lakini amepoteza kasi kupita kiasi. Sasa hilo liliumiza Arsenal, ingawa waliweza kulimanage kipindi cha pili. Mbali ya hivyo, kiujumla defense ya Arsenal haikuwa very organized, na wengi wanazungumzia kuondoka kwa Gabriel Magalhaes kuna msababisha Saliba hachezi vizuri. Mimi sifahamu hilo linatoka wapi. Mimi nadhani Saliba ana struggle na form sasa hivi. Ana make some very wrong critical decisions katika mchezo wake, na hivyo kusababisha matatizo katika defense. Kwa sababu kilichoelekea, labda kama unazungumza kwamba Gabriel Magalhaes is a leader, yeye ndo ana organize defense mara nyingi, yeye ndo anasababisha defense inatulia. I don't see that in Gabriel Magalhaes. Gabriel Magalhaes kama utamuelezea ni soldier of a defender, kwamba tackle zake ni hard tackler, yuko makini na positioning, hiyo sawa. Aliyedebutize kwa dhidi ya Gabriel Magalhaes ni Jakub Kivio. Jakub Kivio anacheza vizuri. Kwa hiyo labda tukubali kwamba kama kweli Gabriel Magalhaes ndio leader wa defense, yeye ndo anapanga defense, yeye ndo anazungumza sana katika defense, hilo litakuwa limepotea kuondoka kwake. Lakini namuona Saliba kwamba amepoteza form, anafanya a lot of wrong decisions katika baadhi ya nyakati, ingawa hakuwa na mchezo mbaya kiasi hicho, kwa sababu tusije tukadhani kwamba labda he was worst player on the pitch. No, he was not. Hiyo ndio hali ya mchezo. Kipindi cha pili sasa, sijui Mikel Arteta aliwaambia nini wachezaji wa Arsenal. They came out a very different team na ile iliyocheza kipindi cha kwanza. Walikuwa wana attack with purpose. It took very short time kabla ya kurudi kupata goli la kwanza, ambapo again kama ambavyo wao walifunga goli lao la kwanza,
na sisi tulipata free header ndani ya box katikati ya Van Dijk na defender center back mwenzake Konate, huku Martinelli akiwa unchallenged. Kosa lile lile walilofanya kina Saliba wamelifanya akina Konate na Van Dijk. Kwa hiyo tukapata bao la kwanza baada ya cross kutoa, ilikuwa perfectly measured into the head of Gabi Martinelli. The only change katika wachezaji, Trossard alikwenda wide, alikwenda winger, Martinelli akaja striker. Hii ilifanya kwamba Martinelli alikuwa na presence. Ile false 9 ya Trossard alikuwa ana drop deep sana. Kwa hiyo wakati ambapo anahitajika kuwa pale, mara nyingi alikuwa hayupo. Martinelli hakufanya hivyo, na vile vile Martinelli mchezaji mwenye pace. Kwa hiyo mara nyingi anapotakiwa awe katika nafasi ya striker, Martinelli alikuwa anakuepo, na hili likasababisha Arsenal kuattack with kuwa na mashambulizi mazuri zaidi kuliko kipindi cha kwanza. Kwa hiyo hilo ni badiliko la wachezaji ambapo limefanyika kipindi cha pili. Arsenal iliendelea kutawala mchezo, na it was very likely kwamba wamefanya mashambulizi makubwa mengi. Out of ile 2.68 nafikiri kama sikosei XG ya Arsenal, 2.58 XG ya Arsenal, 1.99 imekuwa generated in the second half. Hii inaelezea ni kiasi gani Arsenal ilikuwa inashambulia. Mashuti yote ambayo ilikuwa on target, 5 yote yamepigwa second half. Kipindi cha kwanza Arsenal ilimaliza ikiwa na 0 shot on target, kama ambavyo kipindi cha pili Liverpool ilimaliza ikiwa na 1 shot on target. Kwa hiyo ndio maana nasema ilikuwa ni a game of 2 different halves. Each team won each half 2-2, hatimaye draw, deservedly so. Kwa hiyo Arsenal iliendelea na mashambulizi hadi kuweza kupata bao la kusawazisha, ambapo ilikuwa ni shuti iliyopigwa nje ya box na captain Martin Odegaard. Hatukumuona Odegaard akipiga shuti na namna ile muda mrefu sana. It was a fantastic shot, ambapo goalkeeper alipanchi kagonga mwamba na kurejea uwanjani. Mikel Merino tena alikuwa ndio mtu wa kwanza kureact. Defense ya Liverpool ililala, na hivyo kupiga kichwa na kuandika bao la kusawazisha. Dakika 79 Mikel Merino akafanya foul. Foul ile ilitokana na, unaweza ukadhani kwamba ni uzembe wa goalkeeper David Raya kwa kumpa mpira katika hali ngumu, lakini tumekuwa tukiwaona midfield wa Arsenal, viungo wa Arsenal akipokea mipira namna ile ni team strategy. Ni kawaida kwa Arsenal kwa Raya kutoa pasi za namna ile. Sasa nini tatizo mpaka ikapelekea red card ile? Kawaida unaporeceive pasi katika maeneo yale, unatakiwa ucheze one touch kuachia kwenda kwa fullback. Mikel Merino alifanya kosa la kuutuliza mpira, hivyo akawa challenge na katika papatu ya kujaribu kuzuia asipoteze mpira katika eneo lile ambalo lilikuwa ni la hatari mno, akajikuta anacheza foul, na hivyo alistahiki kupewa kadi ya pili ya manjano na kutolewa mchezoni. The only time unaporeceive mpira katika maeneo kama yale na unaweza ukafanya touch zaidi ya moja ni kwamba labda uwe katika half turn na umeshafanya critical scan na kugundua kwamba hakuna mtu karibu yako. Lakini Mikel Merino hakufanya hivyo. Alikuwa amemface goalkeeper na akataka kutuliza mpira na akataka kunyang'anywa na hatimaye kucheza foul. Kwa hiyo mimi simlaumu sana David Raya, na mlaumu zaidi Mikel Merino mwenyewe ambaye alifanya fauli ile. Kwa hiyo hayo ndio machache ambayo tumekusudia kuyazungumza katika mchezo wa leo. Jina langu ni Mani Mohamed. Tukutane tena siku nyingine. Asante sana kwa kutufuatilia.